Keke ndani. Ngoja. Ndugu yetu Kipotoshi ndani. Ngoja. Unaomba nini chima keke? Sina hii hapa. Nataka usome hii message. Usisome kwa sauti. Soma kimoyo. Hii tarehe ngapi? Soma tu tarehe. Tarehe 4 Februari. Tarehe 4 Februari. Unajua tu kama nilimpa onyo. Asiniongelee tena. Mbona sasa hajafungua message? Amefungua, kuna anafungua afu anansini. Sikuiona bana. Unajua sisi watu mtazamo. Mtu amekuelewa, unampigaje? Sikiliza sasa. Kumpenda ni kosa. Me talk. Talk. Yule kaka nilivyonaga video yake ya kwanza, kama unanifuatilia, mimi nilicheka nikaona tu ni kitu cha kawaida, mtu ameamua kufresh zake nafsi. Hata mimi nikaripost, kama unanifuatilia Roja, nikaripost clip yake ya kwanza. Alikuwa anauliza hivi Mama Chanja yule ana mtu, kama unakumbuka, ukiscroll chini kwa video zake ndio clip yake ya kwanza kuniongelea. Mimi nikacheka, nikaona kama ni kitu cha kawaida, yani sikuichukulia kwenye kuathiri. Akaendelea, alipoona nimepost sasa akapata simu maruani, akaendelea akawa ananiongelea. Kuna clip moja alifanya haikuwa kimaudhui au kimaadili, haikuwa nzuri sana. Akafanya clip kwamba nikiwa na Mama Chanja kitandani atakuwa ana react vipi. Kweli jamani, hata kama kitulisti mazingira, tuna mahusiano very strong. Mimi ndo sina familia, mimi ndo sina mahusiano. Muda mtaoni. Kwa mtu anakutana, hata ukiangalia ile clip ipo, kafuatilia kwenye page yake. Comment section kama mtu anamsema yeye kwamba unazingua. Hamna mtu ambaye alifurahia ile content. Kwa hiyo nikaona mbona hicho extra, yani ame overdo. Nikamwambia bro, hebu alofurahia comment hapo chini. Shemeji yetu alikuwa akiona ile, alikuwa anasemaje? Kuna muda sasa ndio hivyo, kama ilivyofikia kwamba mtu amekithiri. Mbona kama huyu mshikaji anakuwa hivi? Mimi hata namba zake mimi sina. Simjui, sijai kumuona. Yeye aliamua tu kuruka na vibe basi. Ulikuwa unahisi yeye anafanya hivi kwa sababu gani? Ni content. Si content, mtu sana nataka aongelewe mjini. Kama alikuwa anamaanisha yule. Mimi nipo serious, unasema anafanya content. Kupenda wapi? Wewe naye nitakuweka kofi. Kujichekea. Content. Mtu yani hapa mjini mtu akishaona amepoa anawaza, una overthink ni rudi na idea gani nichangamshe mji niongelewe. Na hiyo kuna jinsi aliwini, ameongelewa somehow. Mimi sasa hivi bado wewe ni kuwini sasa, bado wewe. Inanikata, lakini utafanyaje? Utampiga mtu kibao. Inakukata vipi kupenda ambaye kwamba ile ipo hivi na hivi uweze. Kwa hiyo soma message yangu, lakini na bonge la barua. Hii hapa mwanya. Nimeanza na bro, tuheshimiane. Iko wapi hapa? Kwamba mimi huyo mtu utamuita bro na date naye. Mimi sio bro wako. Mimi sina mshikaji na mstaki gademit. Nilimeandika mengi ambayo yamenikwaza, lakini mwisho yani theme ya message yangu ni kwamba asiniongelee tena. Lakini Mama Chanja kwa kiuhalisia kama ulivyosema muda sio mrefu kwamba jamaa alikuwa anatengeneza content. Yes. Lakini kwa nini wewe una react? Lakini pia same time ni mtu ambaye pia wewe unatengeneza maudhui. Kwenye engo gani? Kwenye hiyo engo ambayo unamkataza na nini, kwamba labda sometimes anasema kwamba nikiwa ashum niko kitandani na Mama Chanja. Hiyo unaona wewe ni nzuri. Kwa mfano wewe ndo umesema ati wewe alikuwa anatengeneza content. Umesema alikuwa anatengeneza content. Wewe ndo Mama Chanja sasa. Sawa, kuna content. Ndio maana BASATA wapo kwa ajili yetu. Kuna content na kuna kufanya ujinga. Ukifanya ujinga tito BASATA. Kuna content niliona mshikaji kamweka mwanamke pembeni, kaeka sijui maziwa hapa pembeni ya mapaja. Hiyo clip kama mshakutana nayo kaitwa BASATA. Kwa hiyo kuna kufanya content mtandaoni na kuna kufanya ujinga na upumbavu na uhaini, ukaitwa na uongozi kwamba hichi kitu sio sawa. Kwa hiyo yeye alikuwa anafanya kwa engo fulani kama kuentertain watu mtandaoni, lakini ikafika step nipo serious, sio entertainment, nipo serious Mama Chanja. Ukisikiza ile video hata wewe hautafurahishwa nayo. Kama wewe ni mtu tunaheshimiana, kama ni wangu karibu, walinitumia kina Kiredio DM kina Asma, mbona imekwaje hii, mbona hao ndo wachai wangu kina Kiredio, hao ndo wachai hao na kina Asma. Nikamwambia bro, acha kuniongea. Mimi Mr. Mwanya kwa pembeni na kaza kwa kina Mwanya walikuwa nakaa kimya hata kuingia. Kuna ile sisi mtandao, sikiliza. Wewe ni kaka kweli au la? Hapa nimuongelee Mwanya au tukutoa kwenye lebo Mwanya. Hapa nimuongelee. Ndio maana kina Kiredio ni watu wangu wa karibu, kina Eliudi ni kaka zangu. Hakuna aloingilia kwa sababu kuna ile kwamba kama Mama Chanja amenyamaza tuiache, lakini wewe utamka tu Mama Chanja unakosea. Hapana, huwezi kufanya hivyo. Mimi mwenyewe sikutaka, mimi sio Mswahili, sikutaka kwenda kuandika libango kwenye Instagram kwamba unikome. Mimi mchuga mwanangu. Siwezi mambo ya Kiswahili au kuwekea na kidole juu sijui mataalabu, mimi siwezi. Nikamfuata kwa ustaarabu DM nikamwambia stop this. Yes. Kiakili tu. Sema leo unafuatilia ameaja au tuseme amepunguza sana kwa sababu nilimwambia bro inatosha. Yeah. Okay. Mimi natimiza wajibu wangu wa kukupenda. Kila mtu asimame upande wake. Jukumu la kukupenda niachie mimi. Weka kwenye upande wako wa kutonipenda. Sijapunguza kukupenda. Nilikuwa nipo Valentine na mama mwenye nyumba.
Kwa tunafanya maisha yetu kituristi, expensive shit, gademi tutakitolivi kwenye majakuzi, masala na steam room. Hiyo video unayoongelea Mama Chanja ni ya mwaka jana Disemba. Umesema kwamba ujumbe umenitumia lini? Februari tarehe 4. Umeni entertain muda wote huu. Ni kitu gani kilichotokea? Hao rafiki zako, hao ndo wachai wangu wa gademi. Wewe una baya, Mama Chanja, wewe unanielewa turisti, expensive shit gademi. Nani sitaka kuishi kituristi? Mimi sifanyi content nipo serious na narudia, mimi nakutaka. Swala la kutonitaka ni la kwako wewe gademi. Mimi nakutaka na nakwambia utakuwa na amani. Yaani nitakuvurugia kila sehemu hata mahusiano yako. Mimi nikiwa obsessed na wewe, hakuna mtu mwingine anaweza kaishi na wewe kama sio mimi. Ndio nilivyo mimi. Hii nakwambia na nakuhakikishia mimi nakutaka. Na nitafanya chochote kile mpaka nikupate. Amba kitandani sijui sasa nilikuwa navuta hisia naandaa mapicha nitakavyokukamata na hizo nyama nitakavyokukamua kituristi expensive shit. Si atufichi. Si tumenyoka. Content gani? Mimi wakati nipo serious. Hapo kuna wanawake wana comment pumbavu, umekataliwa. Osha kutongoza kama mimi ninavyomtongoza mwanamke jinsi ninavyompenda. Na mtongoza rai mbele za watu, aposha kutongoza kwa steria hata siku moja maishani mwako. Na wewe hapo nakuuliza usha kutongoza kama mimi ninavyomtongoza mwanamke. Unatamani lakini hauna mwanamume au hakuna mwanamume kukutongoza hivyo. Riski yake gademi tuturisti nimemtunuku. Na machana mimi nitakufuata hadi ndotoni. Na hakuna kitu mtu yote atakachonifanya. Mimi nimekuamulia, mimi nina maamuzi magumu nikichukua. Mimi nachukua maamuzi magumu, mimi nina consistency, mimi nina discipline, nina focus, nina perseverance gademity. Mimi nikiamua ni wewe. Yaani ukipinda hivi nipo naye, ukipinda hivi ukirudi nasubiri Ramadhani niisha hapo. Nyie vijana niliwaambia zingatieni kodi. Mwanamke simu ni moja, message ni moja. Ukimtongoza akikataa achana naye. Msikilize mchungaji anachokuambia. Sikiliza Biblia inavyosema na Qurani. Mbona kumfuatilia mchungaji hizo tabia achana nazo. Mimi nipo nayo. Huyu hawezi kunikataa. Ananikataa kwa sababu gani? Kijana unanikataa kwa sababu gani? Tourist. Tuanzie hapo. Hebu nipe sababu za kunikataa. Hapo tutabanana hata kama unamtoa. Mimi pesa sina mtu wangu huko Ulaya. Tutabanana hapo. Paka moja kuna sema ataachia. Mimi huwezi kunikataa. Inakuhakikishia. Take it or leave it. Hii sio ku take it or leave it, picha linaanza. Hii ni take it, don't leave it. Mama Chanja.